likatokea pia kwa upande wao. Tunasemaje kwenye hilo? Kwa maana ya kwamba Young Africa bado ni bora, kwamba achilia mbali haya yote ambayo yanatokea ya waamuzi, sijui vitu gani, udhamini na vitu vingine vyote. Yeah, of course. Yanga they've got quality. Sio? Ndio. Pamoja na vitu vingi ambavyo mnaweza mkavizungumza, lakini mnakubali kwamba hawa watu wanao ubora. Na sehemu ambayo binafsi na wasalute sana Yanga ni the fact kwamba tunakwenda kumaliza season Yanga ikiwa timu inayokwenda kupigania ubingwa au wanao nafasi kubwa, kwa sababu as it is Yanga wana nafasi kubwa ya kuwa mabingwa kuliko ni Simba. Ndio. Si ndio? Kwa sababu hata wanaongoza kwa pointi moja na hata mechi ya mwisho wanazo nafasi mbili za kupigania ili wawe mabingwa. Ndio. Simba wana nafasi moja tu. Nafasi moja ya. Yanga anaweza kuhitajika apate sare anakuwa bingwa. Sio? Akishinda anakuwa bingwa. Simba anahitajika ashinde peke yake. Kwa hiyo Yanga wanao nafasi kubwa ya kuwa mabingwa mara ya nne mfululizo. Umeelewa? Na nimesema ni kwa sababu, yani sababu ambayo naweza nikawasifia sana ni the fact kwamba wanakwenda kumaliza season kwenye nafasi hiyo wakiwa na coaches watatu tofauti. Sio? Kitu ambacho ni kigumu sana kwa timu nyingine ikipitia misukosuko kama yani kwa sisi wataalamu kwa sisi wataalamu huwa tunasema moja kati ya factor kubwa hapo kwenye wataalamu hapo nilipopenda shikilia hapo utakuja kutuambia vizuri utakuja kutueleza vizuri kumeishia na ulikuwa unatuletea kitu cha kitaalamu zaidi pale. Nilikuwa nazungumzia hii Young Africa. Ndio. Na kwa nini tunapaswa kuwapa credit, si ndio? Nilikuwa nasema wanakwenda wamejiweka kwenye nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wakiwa kwenye mazingira kwamba msimu huu wana coaches watatu. Sio? Ndio. Coaches watatu. Simba wamekwenda msimu mzima wana kocha mmoja tu. Sio? Sio rahisi kwa wachezaji kuadapt kwenye hii situation. Kwa sababu tunaamini kwamba kila kocha anakuja na ideas za kwake. Of course unaweza kupata kocha akaja akatembelea mule kwa kocha aliyopita. Lakini kwenye huo mchakato lazima naye atapata nafasi ya kuingiza vitu vyake kwenye timu. Umeelewa? Kwa hiyo wachezaji wa Yanga walipaswa kuadjust na kukopi na hayo mazingira ya kubadilisha makocha kwa Young Africans. Nimesema kwa sisi wataalamu huwa tunasema moja kati ya fakta kubwa ambayo inaweza ikaipa timu mafanikio ni kuwa na muendelezo kwenye benchi la ufundi. Consistency ya technical bench. Sio? Kwa hiyo ina maana na kinyume chake kwenye kufeli ni haya mabadiliko ambayo mnaweza mkayapata kwenye benchi la ufundi. Lakini Yanga pamoja na hayo mabadiliko hii timu inakwenda kuwa kama ukitoa ubingwa inakuwa Yanga bora kuliko Yanga zote ambazo zimetoa ubingwa kwenye hii misimu mitatu Welcome to you understand? Yani pamoja na hizo changamoto za kubadilisha makocha, lakini Yanga ya msimu huu inakwenda kuwa Yanga bora kuwahi kutoa ubingwa kwenye hiki kipindi cha misimu minne ya utawala wa Young Africans. Sawa? Kwenye hii misimu minne, msimu wa kwanza walichukua ubingwa wakiwa na pointi 73. Sawa? Ndio. Msimu wa pili wakachukua ubingwa wakiwa na pointi 78. Msimu wa tatu wakachukua ubingwa wakiwa na pointi 80, hii ambayo ilikuwa ni msimu uliopita. Umeelewa? Msimu huu kama Young Africans anamfunga Simba Jumatano, maana yake anakwenda kufikisha pointi 82. Umeelewa? Kwa ina maana amepoteza pointi 8 katika msimu tu. Ina maana yes, sababu alipaswa mtu ambaye angeshinda michezo yote 30 angekuwa na alama 90. Sasa kama ataweza kufikisha 82 ina maana msimu mzima
kapoteza, kaangusha pointi 8 tu. Pointi 8 na amepoteza pointi 8 na the fact kwamba alipoteza mechi 2 mfululizo. Simba akamovertake akaenda kuongoza ligi kwa alama 5. Nakumbuka wakati anafungwa na Azam, wakati anafungwa na Tabora, mechi 2 mfululizo, akapoteza alama 6. Simba akaenda kileleni kwa tofauti ya pointi 5. Sio? Lakini Yanga ameweza kuiovercome hiyo deficit au hayo mapungufu. Sasa hivi yuko mbele kwa alama 1. Kwa alama 1. Yeah, kwa hiyo ni timu ambayo kusema kweli tunapaswa kuwapa pongezi za hali ya juu sana kwa hatua hii ambayo wako nayo hivi sasa. Sawa. Kuna uwezekano. Sio wanasimba wanaweza tutakuelewa. Njoo tu. Njoo bila gadi. Kuna uwezekano Simba kamzuia Yanga kwenye mechi ya dabi. Kwa namna ambavyo unawatazama Yanga Afrika kwa msimu huu. Yes, wanaweza kumzuia kwa sababu ni mechi ya ukubwa ambao wakubwa ndio wanaokutana. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kumzuia. Yes, na maana yake ingelikuwa ni timu nyingine yoyote, yani Simba anakaa na subiria matokeo yatakayopatikana kupitia mchezo ambao yeye yuko nje, ilikuwa ngumu. Sasa kwa kuwa wanakutana wote ambao wako bora, wameimarika, maana yake anaweza pia naye kumzuia. Na faida kama atamzuia Simba akipata ushindi, maana yake atakuwa amechukua ubingwa kutoka kwa Yanga. Na atakuwa amechukua ubingwa kutoka kwa Yanga. Ameshinda huo mchezo, amechukua ubingwa kwa tafsiri ya kurejesha kwa sababu Yanga alikuwa na dominance hiyo. Kwa hiyo kwa Simba pia kuna nafasi hiyo. Inatakiwa tu yapambane ndani ya pitch. Mimi nikitazama performance ya jana ya Simba, kwa kuwa tumeanza kuimulika Simba, inanionyesha kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Sintofahamu ndani ya Simba imeanza kuathiri performance ya wachezaji. Wilson John Oruma, jana Simba haikucheza mpira wa takatifu, ilicheza kumaliza dakika 90 tu kwa macho yangu alivyoona. Labda inachagizwa na kile ambacho kinaendelea bundi kutawala ndani ya Simba, safari ya kwenda dabi, sintofahamu ya viongozi. No, mwalimu ameizungumzia kitaalamu. Fadru ambaye tutakuja kumsikiliza. Yes. So basically nafikiri tupate nafasi ya kumsikiliza. Tumsikilize kwanza. Yes, tutokee hapo kwa Fadru kwa sababu nilimsikia, nafikiri ameaddress hiyo vizuri. Okay. Yes. Sawa. Sasa subiri Simba lini wataongea kitu kinachoashiria kuna mechi? Maana hata posti zao Insta ilikuwa maandalizi ya mechi ya kesho. Sio kama maandalizi ya mechi zinazofuata, maandalizi ya mechi ya kesho. Sasa au mwisho wa siku wakatubadilikia wakaanza kusema mechi ya mwisho ya nyumbani. Yaani kuna kitu kinachanganya ya nyumbani. Sasa Fadlu kasema wanaingia kwenye dabi kutafuta alama 3. Sasa performance ya jana ndio ni kwa kuuliza ile swali kwamba kuna history ya Simba. Ila mimi nilichokiona kwa Simba ni kwamba kama kuna kitu kinawadisturb, kwa maana ya kwamba yani wao wanacheza mechi hii, wanaangalia mechi ijayo itakuwaje. Yani ndio hicho ambacho ukimsikiza Fadlu anakizungumza kwamba performance ile ambayo mmeiona kwa kiasi kikubwa sana pia imechagizwa na the fact kwamba walikuwa na stress. Sio? Anasema timu yake ilikuwa na stress. Stress zimesababishwa na kitu gani? Anasema cha kwanza ni kwa sababu walikuwa wanatafuta goli la pili ili kuweza kuiua mechi. Umeelewa? Lakini goli likawa linashindikana kupatikana. Si ndio? Lakini kitu cha pili ni kwamba washinde mechi hii, lakini macho yao na fikra za wachezaji na kila mtu tayari zimeshahama kwenye mechi ya dabi tena. Kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo zinakuwa zimehamia kwenye mechi ya dabi. Umeelewa? Kwa hiyo anasema hiyo kwa kiasi imeleta stress kwa wachezaji na hata kikosi ambacho wamekiline up Simba. Unaweza tu kusema kwamba hawa wanajiandaa kwa sababu ya mechi ya Jumatano. Aina ya rotation ambazo umezifanya kwenye timu. Alikuwa anazungumza hapo kusana na Jean Charles. Sio? Akasema ilikuwa muhimu zaidi matokeo chanya. Yes, sio kuhusu yani sio kuhusu sifa za mtu mmoja. Ni kuhusiana tutakachokipata as a group. Anajua of course Jean Charles anagombania kiatu cha mfungaji bora. Sio, lakini tayari focus ya kocha na kila mtu imeshahamia kwenye dabi. Na huenda alitamani pia kufunga labda kwenye mechi ile, lakini imekuwa tofauti. Lakini nyuma